mara nyingi lazima mara nyingi zije. Turudi sasa kwenye mechi ya tarehe 10. Hiyo ni mechi ambayo Azam lazima afunge. Tunajua mechi ya Azam na Yanga sio mechi ndogo. Zinakujaga wameuma meno kweli kweli. Kina Msindo, kina Lusajo wanakuja kama ndo new Marcelo na wachezaji wengine unaowajua wewe, wakali kina Alexander Arnold. Lakini mechi ambayo ukweli usiopingika, lazima Azam afungwe na Yanga tuchukue 3 kibindoni. Sasa hizi kama hujatuelewa, nadhani tutakuja kutolewa mwishoni mwa msimu. Sasa hizi Yanga anacheza kumaliza michezo na kuchukua alama kila mchezo uchao mchezo. Kwa hiyo tegemea tu kutuona tena tukienda kuchukua 3 muhimu. Kama ni kule kwenye sinagogi lao la wachawi, sawa. Kama ni kwa Mkapa, sawa. Kwa sababu Jumatano kutakuwa na shughuli nzuri kweli kwa Mkapa. Kwa hiyo Alhamisi tutaenda kwa Mkapa pakiwa shwari kweli. Mabomu yote ambayo yalitegwa yalivyowalipukia wategaji, sisi tutaenda kupigia kuliposti kwamba picha ya Faisal Salum ukamposti na namba nani Zidane yule Sirali si ndio? Alafu ukamalizia na ile furaha yako ya Singida pale na ukasema umoja wa GSM. Tumefurahi kweli. Umoja wa GSM unamaanisha nini kwanza? Tuanze hapa. Takupa jibu Alhamisi usiku inshallah. Nitakwambia umoja wa GSM ni nini. Sasa hizi unapotaka kunipeleka sitaki kwenda kwa sababu focus ni kwenye mechi ya Alhamisi dhidi ya Azam FC. Kwa hiyo hilo jibu lako utalipata jioni kama sio usiku wa Alhamisi kuelekea juma ngapi hiyo. Kwa hiyo tegemea tu kuona Yanga tukipata matokeo, na kama unadhani Azam haizi kufungwa hata mara 5 mfululizo, Yanga tutakuonyesha namna ya kwenda kumfunga mara ya 2 mfululizo. Wao wanasema hii ndio finali ya Yanga. Endapo Yanga ikipata alama 3 kuna uwezekano wa asilimia zaidi ya 90 na kutetea ubingwa wake mara ya 4. Vipi kikataa? Na ndio kweli Azam FC ndio mpinzani pekee ambayo tukimuona same sisi Yanga tunajipunguzia asilimia za kwenda kushinda kikombe. Kwenye FA kule niliwaambia kama Azam hayupo basi asilimia 95 kwa Yanga kuwa bingwa. Hizo 5 ni unaziacha kwa sababu mpira unadunda. Sio kama Simba yupo sio nani yupo. Kwa sababu kule amekuwa akitusumbua lakini tumekuwa tukichukua makombe. Kwenye ligi msimu jana Azam FC sijachukua alama zote 6 muhimu. Msimu huu tu azispeak zile 3 alizichukua yeye. Kwa hiyo ndio mpinzani sahihi, na ukiona mechi ya Yanga na Azam FC imemalizika Yanga tumeshinda, sema tu mwenyewe Yanga bingwa, kwa sababu ni kama Spain wanavyosubiri mechi ya Barcelona na Madrid majibu ya nani atakuwa bingwa. Kwa hiyo Alhamisi ni steps nyingine kwa mpira wa Tanzania kujua bingwa wa msimu huu ni nani. Kwa hiyo ni kuondoe shaka kabisa, huyo bingwa ni Yanga, na Alhamisi utaungana na mimi kuamini kwamba Yanga sasa mechi zinaisha na anauelekea ubingwa, kwa sababu tukimaliza Alhamisi inakuja ya Pasaka. Sasa ogopa sana mechi ambayo Yanga wanacheza Pasaka. Ogopa sana mechi ambayo Yanga tunacheza Yesu akiwa amefufuka. Ogopa sana hiyo. Hiyo tuogope sana. Fountain Gate wenyewe wanaogopa vibaya mno kutusikia sisi Yanga tunaenda kule Tanzania kwa raha. Lakini ndio hivyo, hichi ni kikombe ambacho kama bado hujakipitia lazima ukipitie. Yanga tuchukue 3 muhimu kwenye zile mechi 3 za mwisho. Sasa zile ndio mechi ambazo tunasema sasa ni Dube au ni Clement au ni wote wawili kwenda kuchukua kiatu. Simba ana shughuli hapa ya kimataifa shirikisho robo ya pili. Almasiri wapo Dar es Salaam. Tayari tumeona Mwamposa ndani na ametualika. Shewalidi ndani na ametualika. Wale Skaria ndani. Hata leo alikuwepo na bodi ya ligi. Mkuu wa mkoa wa Tabora Po Chacha ndani na shati lake kama ile lolivaa. Lakini tunawaambiaje? Unajua Simba wao wamezunguka sana Nasikia wanapiga kelele. Nasikia wanapiga kelele mtaani, hii tunavuka. Labda tu niwe muwazi. Hii hawavuki. Hii hakuna sehemu ambao wataenda. Wamehangaika kuwaalika wainjilisti karibu wote Tanzania. Wameenda mbali mpaka muinjilisti Mwamposa wamemwalika. Wameenda mbali mpaka sasa hizi simu maskofu hawapokei simu za watu wa Simba. Kwa sababu wanajua wanaitwa kwa Mkapa, afu vitu ambavyo hawataki kuvisikia. Only option na mtu pekee, sio huyo muinjilisti waliomwalika. Mtu pekee wa kuwavusha Simba hii hatua ni yule Musa aliyowavusha wana wa Israeli kuwapeleka nchi ya ahadi. Kama hawezi kumpata jibu unalo hawavuki. Alafu kombe la shirikisho sio level ya Tanzania kusema hii tunavuka robo finali. Kombe la shirikisho kama unataka kuleta historia Tanzania, sema hii tunachukua. Hii tunavuka. Yanga ashavuka huko kirahisi, tena kapiga mtu home and away. Nusu finali kapiga mtu home and away. Sasa wewe hii tunavuka kwenye kombe la shirikisho, huo ni uongo. Mtu pekee, narudia tena, wa kuwavusha ambao wanasema hii tunavuka ni Musa aliyowavusha wana wa Israeli kwenda nchi ya ahadi. Simba wana Musa. Hawana Musa. Basi hii hawavuki she. Tumeona wazee wameanza kukimbilia kwenye mic kuanza kusema sijui meneja aondoke. Meneja yupo. Meneja hawezi akazuia watu sijui wasifanye mazoezi. Atazuia endapo watu watakiuka sheria. Kwa hiyo hao wazee ambao wanalalamika sijui hawana imani na meneja wa uwanja,
wahamishe mechi wapeleke Bunju. Sasa wewe uwanja umeazimwa, unaanza kupangia watu mashati, ushaona wapi? Hao wazee wametumwa baada ya mitego meneja kuikata, kwa sababu meneja anajua Simba ni professional kwenye haya mashindano kuloga. Waliloga kwenye haya mashindano kule South Africa, waliwasha mpaka moto uwanjani. Sasa hao wazee ambao wanataka sasa hizi meneja awaachie uwanja mechi kesho kutwa, si nyasi tutazikuta hazipo siku ya mechi. Kwa hiyo naungana na meneja kuwazuia, na wazee wa Simba wamenisikitisha sana. Na nimeamini sio tu tumewazidi mpaka mabausa, tumewazidi mpaka wazee. Wazee wa Yanga wana akili sana kuliko wazee wa Simba.